katika mafunzo muhimu sana katika kuwalea watoto wetu kuwa watu wazuri. Jambo hili ni salahul abawain, ni wazazi wenyewe kuwa watu wema. Wema unaotarajia kwa mtoto wako, fahamu Muislamu, hiyo ni natija kutokea kwako. Ukijitahidi kusimama sawa sawa katika dini yako na maadili yako kwa mujibu wa mafundisho ya Uislamu, hiyo ni sababu kubwa ya kupata salama kwa watoto wako. Kwa hivyo mzazi kuyasimamia mambo ya taat na khairat, akajiepusha na mambo ya muharramat wal munkarat, akawa ni mustaqim mutadayyin, ni mtu wa dini, afahamu kwamba hicho anachokifanya ni hadiya yuhdiha ila abnaihi, ni zawadi kubwa sana ambayo wewe unaipeleka kwa watoto wako, na huenda Allah subhanahu wa ta'ala akawafaa na akawahifadhi watoto wako kwa sababu ya juhudi ambayo wewe waifanya. Na haya yana asli kwenye mafundisho ya Qur'an na katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Miongoni mwa mafundisho haya katika Qur'an ni Allah subhanahu wa ta'ala atuambia, waliyakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afan khafu alayhim falyattaqullah waliyaqulu qawlan sadida. Aya hii Allah subhanahu wa ta'ala asema, na waogope wale ambao lau wataacha nyuma yao, yani baada ya kufa kwao watawaacha au watakiacha kizazi ambacho ni dhaifu, wanawahofia watoto wao kwa udhaifu waliokuwa nao, na wakiwatazama wale watu waliowazunguka, watu kama hawa wawe na hofu, falyattaqullah, wamuogope Allah subhanahu wa ta'ala, waliyaqulu qawlan sadida. Aya hizi zilishuka kuwasakama wale ambao ya'taduna ala amwali al-yatama, wanafanya uadui na dhulma kwenye mali za mayatima, wanazitumia kwa dhulma na kwa israfu, na hawatekelezi haki za mayatima katika mali. Allah anawakumbusha kwamba haya mnayowafanyia watoto wa wenzenu ambao mmepewa usimamizi wa mali za wazee wao, haya mnawafanyia haya, na nyinyi muofie lau Allah subhanahu wa ta'ala akikuletea mauti yako ukawahi kufa wewe na ukaacha kizazi dhaifu, watoto wako pengine bado vitoto vidogo haviwezi kusimamia mali wala kutambua, au pengine ni wakubwa lakini wamezungukwa na majitu yenye nguvu maroho, ukawaacha watoto wako katika hali kama hiyo, wajisikiaje wewe? Yani utakuwa unaona picha gani kwa watoto wako baada ya kufa kwako? Bila shaka utakuwa unaona picha mbaya kwamba wanangu watateseka, watadhulumiwa hawa. Huna tu, huwezi kujizuia, lakini pengine hilo likakujia wakati unafariki, waona ile picha. Sasa pia umuogope Allah kwa watoto wa wenzio, ndio muradi wa aya hii. Hapa al-Imam al-Mufassir, Sheikh al-Mufassirin Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir al-Tabari amenukuu kutoka baadhi ya mutakaddimin min ahli at-tafsir kwenye aya hii, wanasema fihi irshadun lilabai alladhina yakhshawna tarka dhurriyatin dhi'afin. Katika aya hii pana muongozo kwa wazazi ambao wanahofia kukiacha kizazi dhaifu, an yattaqullah fi sa'iri shu'unihim, wa muogope Allah subhanahu wa ta'ala katika mambo yao yote, hatta tuhfadha abnauhum, ili basi waweze kuhifadhiwa watoto wao, watughatha bilinayati minhu ta'ala, na waweze kuokolewa kwa kutizamwa na kusimamiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fihi tahdidun, na ndani ya aya hii kuna makemeo, bidhaya'i auladihim, kwa kuwapoteza watoto wao, in faqadu taqwa Allah, ikiwa watakosa kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fihi isharatun, na ndani yake pana ishara, ila anna taqwa al-usuli tahfadhu al-furu', kwamba uchaji unaopatikana katika misingi unahifadhi matawi. Wewe ndiyo msingi, ukisimama sawa sawa ni sababu ya familia yako kuhifadhiwa, ila akhiri kalamihi rahimahullahu ta'ala.